wakati mwingine mahali ambapo Mungu amekusudia upewe neema, huwa mazingira yake ya kuruhusu kukaa. Unakutana na vita inayokulazimisha kutoka kwenye hilo eneo. Eneo la ndoa ni eneo la kuzingatiwa, ni mmoja ya silaha za vita ambazo shetani anatumia. Eneo la uchumi linatumiwa, lakini halina nguvu ya moja kwa moja kama eneo la ndoa, kwa sababu kwenye eneo la ndoa mtu anaweza kupewa ndoa bandia. Unajikuta wakati wa kuolewa unaletewa janaume, kumbe sio mume wako. Unakaa nalo miaka 28, mwaka wa 29 linakuacha. Alafu uliolewa nalo ukiwa na miaka 32. Unakuja kuachika una miaka 63. Unazeeka ukiwa bachelor. Lakini kulikuwa na mtu ambaye alikuwa sahihi, ambaye pengine macho yako yalimpuuzia, ukamwacha. Ndiye angekuwa. Haleluya. Na wanaume hivyo hivyo. Vumilia kila kitu. Mke amejifungua, ana katoto kadogo. Mimi nikatafuta mwanamke wa nje, wa kazi gani? Tulia hapo hapo nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna maeneo ambayo Mungu ameweka unyeti wake na ulazima wake wa kuzingatiwa kwenye maisha yetu ya utumishi na huduma na maisha yetu ya wokovu. Kwa eneo la ndoa lina vita sana, kwa sababu ni mlango wa kila kitu. Ni mlango wa uzao, ni mlango wa kizazi, kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Huwezi kurithisha kizazi kama huna ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mlango mwingine, kwa wanatumia sana kama vita. Ndio maana na penyewe panatakiwa kuzingatia sana na kuwa makini napo na kung'ang'ana. Ndoa ni kitu cha kung'ang'ana. Kumbuka, unapoingia unaingia kwa upendo. Sasa upendo kwenye ndoa hatupendagi vyote. Unaweza ukapenda dimples. Bwana Yesu asifiwe. Ukajikuta umeshaingia kwenye ndoa kwa sababu ya dimples. Sasa kwenye ndoa kule hauli dimples. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna muda itafika dimples utaziona flat. Yaani wale matundu ulikuwa unaona yamebonyea uyaoni. Lakini bado yupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Wengine mnapenda shape, mnapenda six pack. Six pack mlishe vizuri. Alafu tupe miezi 3. Utatuambia bado zipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa vingi vinavyotufanya tuingie kwenye ndoa ni vya kutuvutia, alafu ni vya kupita. Amen. Lakini yeye yuko tu. Kitu ambacho kinaweza kikadumu sana, ukisema napenda awe mrefu, mweusi. Hiyo inadumu. Bwana Yesu asifiwe. Rangi si haibadiliki, kimo hakibadiliki, hiyo itadumu. Lakini vingine vyote vinaweza kubadilika. Mimi napenda awe na nyumba, awe na gari, awe na pesa. Huwa zinaisha. Alafu mwingine anaweza akawa nazo, hapo ikawa nyoka halambi unga. Hela anazo lakini nyoka halambi unga. Kama chakula analeta mwenyewe, habakishi hata 100. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Mfano wa Yesu alipoenda kwa Yohana kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anategemea abatizwe, Yohana anamwambia hapana, nibatize mimi. Mimi nilitegemea unibatize, unataka nikubatize wewe tena? Yesu akamwambia hapana, nibatize tu Yohana. Imetupasa kuitimiza haki yote. Manake Yesu alijua fika kwamba kama asipobatizwa na Yohana kazi itakuwa ngumu, kwa sababu Yohana ndiye mtengeneza njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana ndiye mtengeneza njia. Anasema mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, nyoshieni njia ya Bwana, tengenezeni mapito yake. Kwa hiyo Yesu bila kupita kwa Yohana asingefanikiwa kufanya kazi. Ndio hapa panapatikana umuhimu wa baba wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Na Yesu alikuwa anajua umuhimu wa Yohana. Kuna wakati aliwahi mtetea, akasema mlienda nyikani kufanya nini? Mlienda kuangalia unyasi ukitikisika? Lakini nawaambia mlienda kumfuata Yohana Mbatizaji, mlienda kumfuata nabii na aliye mkuu kuliko nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema
Hapajatokea mtu mwenye nguvu kuliko Yohana, mkuu kuliko Yohana katika uzao wa mwanamke. Lakini tangu enzi za Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu unatekwa kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanaofanya nini? Wanauteka. Hizo nguvu ni zipi? Nguvu za kung'ang'ana, kufungamana, kushikamana, kusogea mbele hata kama mazingira hayataki, unafosi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna wakati kuja kanisani unakuta kama unafukuzwa. Yaani unakuja kanisani afu kanisani ni kama unapewa masharti ya kufukuzwa. Ng'ang'ana. Ni penye neema hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona kanisa liko mteremko kwa kila kitu, ogopa sana. Hujawahi kusikia wanasema bure ya gari? Sio, unasikia wanasema bure ya gari. Ukiona wewe katika kuabudu kwako hakuna sheria zinazokukaribisha kwa Mungu, kila kitu wewe ni sawa, unaenda kanisani bado una hangover za jana, sawa tu. Labda wewe umeokoka jana juzi, tunakuvumilia. Una mwaka unakuja na hangover. Hawa wawili wakasimama karibu na Yordani. Elia akalitoa vazi lake la juu, akalikunja, akayapiga maji, yakagawanyika huku na huku, na hao wawili wakavuka pakavu. Hata ikawa walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata, la hukuniona hulipati. Ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto, likawatenga wale wawili, naye Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Naye Elisha akaona, akalia, baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake, asimwone tena kabisa. Akashika mavazi yake mwenyewe, akayararua vipande viwili. Tabia ya Elisha ilikuwa ni kuambatana na Elia hata kabla hajaomba ombi la mwisho. Akawa anamwambia, hebu nisubirie hapa basi niende hapo mbele kidogo. Ambe, hapana, tunaenda wote. Akakutana na manabii wanamwambia, unajua kwamba bosi wako anaondolewa. Sasa unaambatana naye wa nini wakati anaondoka leo? Mwache aende, wewe kaa. Ambe, hapana, nyamazeni, najua. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa mwisho ulipofika, anamwambia, ninaondoka. Sasa nikuachie nini? Sehemu maradufu ya roho yako. Kambe, umeomba neno gumu, lakini ukiona napoondolewa utapokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yangu ni hii, kuna aina ya neema ya kukusaidia kushinda vita. Inahitaji wewe ung'ang'anie mahali, ushikilie mahali, uvutane mahali, utulie mahali. Watu wanaotulia chini ya fundisho lenye neema ya kuwavusha, wao wanapokea neema, na wakipokea neema wanavuka, wanashinda vita, wanapiga hatua, wanasogea viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaja kanisani, mazingira yakakataa kabisa wewe kuwa mshirika wa kanisa. Kwa mfano, unamiliki mali nyingi, una umiliki wa bilioni, sio nyingi sana, ziwe kama 3-4. Alafu unakuja hapa kanisani, mazingira ni haya unayoyaona. Kiangalia uliokaa nao, huoni harufu hata ya milioni 5. Yaani usikii harufu ya milioni 5 katika uliokaa nao, lakini una bilioni 4-5. Mazingira yanaweza kukuambia sasa umekuja kukaa katikati ya maskini. Hao maskini hao watakupa nini? Ukiangalia madhabahuni, ukiangalia mtumishi wa Mungu, ukiangalia watu wote, unaona kama hao wote ni kama wanataka msaada. Alafu wanasema eti wana neema ya kukusaidia.
Usipoishinda hiyo sauti utaondoka hilo eneo, na pengine ukitoka tu ndo unaenda kufa.